Yes, twerwo uhoro wigi kindu gigwitwo moisture content no mwake korwo iho. No gahihinya uguo ni ukuigua ni kanyam kau ni kaheu no ndingitatia mai tondu iroretwo na njirere yagirire. Lakini niko na swali moja kwako. Swali ambalo ni kutoka nikuje naona nyuma yangu iko wale ambao wanasukuma chakula. Ndiyo. Lakini sijaona yoyote yule anakuja kumwaga hizi chakula hapa. Ndiyo. Hebu tueleze hapo unayo inaenda namna gani? Hapo tunatumia tractor kuimwaga hapa hii chakula. Hai. Ile tractor ambayo inachanganya inafanya mixing. Huwa bado ndio inasaidia ndio itakuja ikimwaga. Itakuja ikimwaga. So hakuna mambo ati ya mtu kuja na gunia akimwaga mwaga. Anakuja na gunia. Unahakikisha aje ya kwamba wale wanafanya kazi wako huyu na hiyo upendo, yani kwa sababu nikienda kwa shamba mingi za wakulima unakuta mtu anasema kwamba Kimiti, mimi mtu wangu wa kazi alikuja sijui jana kupea ng'ombe majani sijui ng'ombe nyingine haikukamuliwa. Ile changamoto inakuanga kwa wakulima wengi. Yes. Ni kwamba wanaifinya sana. Wanaifinya sana wafanyakazi. Yes. Kwa upande wa malipo. So ukifinya sana naye mfanyakazi itabidi anakuwa na atakuwa mlegevu tu pale. Kwa sababu unafanya kazi, yes, unatengeneza masiwa, yes, alafu unalipo pesa kidogo. Hiyo ndio inakuwa challenge kubwa. Production ya maziwa katika hili shamba iko namna gani? Kwa sasa tunakamua ng'ombe 300 na leo ngoja kidogo. Okay. Mundu uragia kana kwa hindi gugikamo ng'ombe imwe ng'ombe 300 munakamua na muna gani? Tuko na mashine ya kukamua. Wow. Wewe inakamua ng'ombe 24 kwa wakati mmoja. Ndio. Hebu tuendelee. Haya, kila ng'ombe kwa average, yes, inatupea lita 20 na kwa production ya jana, yes, inatupea lita 24, yes, 24.5. Yes. On an average. On an average. Yes, yes. Wow. Kimboy, kuna wakati nimesikia kwamba ng'ombe ambayo inatoa maziwa mingi tunaipatia chakula mingi. Ng'ombe ambayo inatoa chakula maziwa kidogo tunaipatia chakula kidogo. Sijui hapo pana ukweli ama kidogo ni kama watu wanahadaa wengine. Kuna ukweli hapo. Kwa nini? Huyu ng'ombe atuipei chakula kidogo, tunaipunguza concentrate. Tusipunguza concentrate kwa sababu lazima tena ulishe ng'ombe i-maintain mwili yake. So tunaipunguza hiyo tunaita concentrate ama dairy meal kwa China ile inaeleweka. So tunaipunguza hiyo ndio huwa inasaidia kwa cost. Kwa sababu huwa tunasema ng'ombe akikula dairy meal ambayo ni standard, akikula kilo moja ya dairy meal inafaa kupewa lita 3 ya maziwa. Ni kweli. So even ndio watu imetusaidia tukakawa ng'ombe. So utaangalia ng'ombe mwenye anatoa lita 30, yes, amekula kilo 10. Na hiyo anaweza chilipia vizuri sana. Kidogo hebu tuguzie mambo ya breeds ambazo ziko hapa siku ya leo. Naona kuna zile nyeusi, kuna nyeupe, kuna zile ambao zina rangi nyekundu. Breeds tuko naye hapa ni Friesians. Tuko na Friesian ambaye ni huyu ng'ombe unaona ng'ombe mweupe mweusi, rangi ya nyeupe na nyeusi. Tuko na Hasha ambaye ni rangi nyekundu na nyeupe. Tuko na pia Jazi utaiangalia ni mwili ndogo and then. Nini haswa hufanya ng'ombe unakuta ya kwamba kuna kama Asha unakuta ya kwamba kuna maziwa ambayo quality yake iko juu kulinganisha na Friesian? Friesian itatoa maziwa mingi lakini huwa atatoa kidogo lakini uzito. Hebu tueleze kuna ukweli ama kuna ukweli mahali pale. Lakini changamoto ni kwamba lazima ulishe ndio inasaidia hiyo hali ya maziwa ikue mzito. Lakini ng'ombe ambaye iko na maziwa mzito zaidi ni Chezi, ikifuatwa na Hasha, alafu Friesian. Lakini kwa lishe yetu tumeweza kuwa na ng'ombe hawa, ndio maana unaangalia tuko na Jazi, tuko na ndio maziwa ikuwe na uzito. Changamoto zipi ambazo nyinyi mnapitia? Changamoto ambayo tuko naye ni kwa dairy ni magonjwa kama mastitis. So tulikuja kugundua kwamba kuweza kumanage ugonjwa inakuwa rahisi. Huyu ng'ombe akiingia kwa mali kama hapa, kwa sababu utaona kuna samadi, kuna nini, unahakikisha amekula. Akienda kukamuliwa arudi apate chakula, kwa sababu ng'ombe huwa akienda kukamuliwa ile titi yake, the teat orifice, huwa inapaka kama imekuwa open for like one hour, kwa muda la lisali moja na nusu. Yes. So tunahakikisha ng'ombe akienda kukamuliwa apate chakula ikiwa tayari, ndio minimize mastitis. Kwa sababu hiyo huwa ndio inakuwa changamoto kubwa sana kwa upande wa dairy. Inapofika ni wakati wa ndama, hebu tueleze tutaangalia ndama wetu kwa njia gani ili hakikisha kwamba amekuwa na njia ambayo inaofaa hadi afikie kiwango cha kufika ng'ombe wa kukamuliwa. Ndama inaanzia na steaming. Huyu ng'ombe akishashika mimba, yes, tunafika mwezi 7 tunaanzisha kukamua. Tukianzisha kukamua tunaitengeneza huyu ng'ombe.
tunalisha huyu ng'ombe, tulishe huyu ng'ombe aweze kwamba akuwe na colostrum ya quality ya juu. Ndio na ng'ombe na ndama naye asaliwe akiwa na kilo mzuri. Huyu ndama naye akishasaliwa tu hivi tunaipima kilo. Tukishapima kilo, kupea maziwa ndama unapima kilo. Utapata kuna ndama mwingine amesaliwa na kilo 40, kilo 50. So kupea maziwa unasema 10% ya body weight. Kama ndama amesaliwa na kilo 40, yes, anakunywa maziwa kilo ngapi? Kilo 4. Kilo 4. So unakawa hiyo mara 2 kwa siku. Yes. Na huyu ndama anapoendelea kuwa kubwa, kwa sababu unataka maziwa umetumia kuuza, huwa una supplement na pellets. Ng'ombe anakuwa na tumbo 4. So ndama anazaliwa na tumbo moja ambayo iko developed. So na kwa ng'ombe ya maziwa tunahitaji tumbo ambayo inaitwa rumen. I-develop haraka. So ku develop hiyo rumen, huwa tunaipea huyu ng'ombe, tunaipea ndama pellets akiwa na siku 3. Tunaanza kumfundisha. Na huyo ndama atakuwa amekaa kwa nyumba. Ukiendelea kulisha hiyo kutengeneza hiyo rumen, akidevelop haraka, na ndama growth rate yake inakuwa haraka. Na ikikuwa haraka hivyo inamaanisha nini? Akikuwa na mwaka moja na mwezi 3 atakuwa ametaka ndume. Sijui ama kuna wale mmefungua milango yenu kwa watu kuja kununua ng'ombe, kwa wale ambao wanaweza penda kununua ng'ombe ambao wanatutazama siku leo. Ndio, tunaipanga pengine katikati ya hii mwaka tukue na auction. So tutakuwa tunauza Heifers, tuuze ng'ombe mwenye ako na ndama 2. So tunaipanga hiyo. Na itakuwa hivi karibuni. Kwa hivyo watu wakae tu wakizungumza. Wakae na watengeneze pesa. Kwa sababu ng'ombe mwenye amebridiwa vizuri anatoa maziwa mingi, lazima naye utengeneze pesa mzuri. Kwa chumvi tukimalizia, umesema umuhimu wa chumvi ni nini haswa? Umuhimu wa chumvi ni kwamba ng'ombe itaweza kuwa inataka ndume kila wakati. Yes. Na maziwa pia iko na ile uzito. Hiyo ndio umuhimu wa chumvi. Kweli? Ndio. Mtu ambaye anaweza penda kuzungumza nawe ama kukufikia, maybe tunaweza kufikia namna gani? Namba zangu ni 0721 836 365. Asante. Mejale pick up Kalenjin kabatishet ko kabatishet nebo kasari. Ako kimiyu kage ngalal ngalekab kabatishet. Kichame baetab tuga. Ngajangan biik chebunu Nandi, Nakuru, biik chok chebo gaa. So alen kityo akotok tugul. Alen kongoi missing. Asante sana. Thank you Kimiti. Umemwambia namna gani? Nimewambia in ukulima wa kisasa. Yes. Na nikawa wasalimu. Asante sana. Mimi pia nasema kongoi misi na asante sana, tunashukuru zaidi. Gwiciria mathaa maitu makorwo magithira no ngiuge ati atiga njokerie Ngai wa muoyo ngatho ni tondu nitwoka guku na nitwarikia guthoma na twerwo wega ni mundu ugwitwo ndagitari uria twagirwo ko tukirora ng'ombe citu nake mundu ugwitwo Cartoon kana niwe twamwita Captain ni atwira maundu maingi megie ucumbi no na ningi ni atwira bata wa gukorwo ati ukihe irio ciaku kana ng'ombe ciaku cumbi ucio wakuma kuria nda yatomaita nie ndikwenda kuongerera undu ungi no njugire Ngai wa muoyo akurathime o nginyagia kiumia gigoka Kimiti wa Gitau nirio ritwa riakwa tabarira niria wendete mugambo wa murimi twaririe riu ndatigirwo gwira guku no kuhata njoke thie nganywe karia no na twaka mawega kuria ng'ombe cigukamago riu ni gucamukio karacamukio nigetha ngakunde kamwitha ndakaire Jehova haki utongo yo mwingima no kai ng'ombe ici tondu na ndirainira kwi yakona emwe ici kai no meririria ma mwiri. You know what we wanted to learn, eh? Today in our topic, let me sit here so that we compromise on the interface. Ukone nyumbiria na kare aduite. Chamge misi mono mgale gigogu.